Ni siku ya Jumamosi ambapo ninaamini kwamba ni Jumamosi ambayo itakuwa ni ya baraka. Nikitumai kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Amani ya Mwenyezi Mungu inazidi na kutawala ndani ya maisha yako, ndani ya nyumba yako, familia yako, mahali popote pale unahitaji amani. Ninaamini inaendelea na kuonekana pale. Ni siku njema ambapo asubuhi ya leo utaweza na kubarikiwa sana kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Hizo baraka utaweza na kunyunyuziwa na mtumishi wake kutoka neno ambalo ataweza na kutuletea. Neno ambalo ninaamini kwamba Mungu mwenyewe amemnenea kupitia Roho wake Mtakatifu ili akaweze na kutuletea hilo ambalo litaweza na kutuanzishia siku kama imebarikiwa, ambalo ninaamini kwamba kwa mambo mawili matatu utaweza na kujua jinsi ambavyo unaweza na kuwa mshindi, jinsi ambavyo unafaa na kukaa maisha ya Kikristo. Karibu tufundishwe na tubarikiwe pamoja. Yule ambaye anatuletea yoyote ni Pastor Priscilla Mwasia kutoka kanisa la ABC Mwanga, Kangundo Pastorate. Hujambo mtazamaji, asubuhi ya leo. Neema ya Mungu na kibali chake naona kiko juu yako, na namshukuru Mungu kwa sababu ya hicho kibali ambacho ametutunikia asubuhi ya leo. Neno la Bwana linatoka katika Mathayo 18 mstari wa 26 hadi 35. Basi yule mtumwa akaanguka, akamsujudia akisema, Bwana nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe ile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa joli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsihi akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapolilipa ile deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana. Wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamwita, akamwambia, mtumwa mwovu, nilikusamehe wewe deni ile yote ulipo nisihi. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjali wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akakadhabika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa deni ile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda nyinyi msipo wasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana asubuhi ya leo linasema kuhusu kusamehe. Nasema kuhusu kusamehe kama vile tumeona mfano wa hawa watumwa, ambao mtumwa wa kwanza aliweza kusamehewa deni lake, na aliposamehewa akaenda akakutana na yule Biblia inasema mjoli wake. Inamaanisha kwamba ni mtumwa mwenzake, na alipokutana naye ile deni alikuwa nayo, Biblia imesema akamshika koo na akamwambia atamlipa. Na alipomsihi akakataa kumsamehe na akampeleka akamtupa gerezani. Biblia inasema ya kwamba huyu mtumwa wa kwanza alikuwa amesamehewa, lakini yeye alikataa kumsamehe mwenzake. Asubuhi ya leo tunaona msamaha ni wa maana sana katika maisha yetu. Maana Yesu alipopeana huu mfano alitusaidia kuelewa ya kwamba tunasamehe maana Yesu alitusamehe. Yesu ni mfano wa huyu mkubwa wa kwanza ambaye alimsamehe yule mtumwa ambaye alikuwa akona deni naye. Kwa hivyo tunasamehe maana Yesu alitusamehe. Pia tunaona tunapata amani unapomsamehe mwenzako. Iwe alikukosea kwa jambo moja au nyingine, tunaona ya kwamba unafanya amani naye.
Pia tunaona utakaposamehe, tunaona ya kwamba utakuwa huru. Wakati mwingine unaona watu wakitembea na akikutana na mtu ambaye wamekosana, badala ya kumsalimia, badala ya kuongea naye, unaona anajifanya na anaanza kunena kana kwamba alikuwa anaongea kwa simu, na anahepa na anakataa kumwogelesha. Hii ni kwa sababu yeye amefungwa, hajawekwa huru, kwa sababu wamekosana, kwa sababu hawako pamoja. Asubuhi ya leo wao wengi wanakataa kusamehe, ila Mungu wetu aliweza kutusamehe dhambi zetu wakati alipomtoa Yesu mwana wake wa pekee akafa msalabani kwa ajili yetu. Yesu alionyesha msamaha wa kweli. Hata alipokuwa msalabani, alinena na alinena na Mungu Baba, akamwambia, Baba, wasamehe kwa maana hata hawajui watendalo. Mpendwa mtazamaji, kama Yesu alitusamehe sisi tuliokuwa wakosaji, ni kwa nini wewe usimkosee yule ambaye usimsamehe yule ambaye ameweza kukukosea? Wakati huu asubuhi ya leo, pengine jana ulilala ukiwa na deni na mtu, pengine ulilala ukiwa umekosana na mwenzako, hata wengine wamelala mume na mke wakiwa wamekosana, hata wengine wamelala ndugu na dada wakiwa wamekosana, hata marafiki wamekosana. Na neno ambalo ni asubuhi ya leo linasema ni vyema na ni vizuri ukamtafute mwenzako na ukaweze kumsamehe. Yesu aliongea na wanafunzi wake akawaambia, iwapo uko na deni na mtu, hakikisha ya kwamba kabla hujafika kwa koti uwe umekubaliana naye au umempatana. Mpendwa mtazamaji, kunayo koti iliyo juu sana, kuna koti iliyo juu ya koti zote, nayo koti ni ile ya Mungu Baba. Mpendwa mtazamaji, utakapotokea mbele uso wa Bwana siku moja na iwe ulikataa kumsamehe mwenzako, utaweza kusema nini mbele ya hakimu mkuu, naye ni Mungu wetu? Na Biblia inasema ya kwamba katika Mathayo 6 mstari wa 14 hadi 15, Biblia inasema hivi: kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Basi msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tuwasamehe watu, maana tunapowasamehe naye Mungu wetu ataweza kutusamehe. Mpendwa mtazamaji, unamwendea Mungu, unaanza kulia mbele yake katika maombi, ukimwambia Mungu nisamehe, ukimwambia Mungu nisamehe. Je, wewe umeweza kusamehe ndugu yako? Asubuhi ya leo, mpendwa mtazamaji, msamehe ndugu yako, ndipo unapofika mbele za Bwana, unapomwambia Mungu nisamehe, naye Mungu akaweze kukusamehe kwa sababu wewe umemsamehe ndugu yako. Unajua hata Biblia inasema nini? Ya kwamba hata ukiwa unaenda ukupeleka sadaka kanisani, unaenda kwa ibada, na ukumbuke uko na deni na mtu, ukumbuke kuna mtu umemkosea au amekukosea na hamjapatana, Biblia inasema acha sadaka yako na urudi tena kwa yule mtu ambaye hujamsamehe au hajakusamehe, na ukaweze kuongea naye mpatane, ndiposa ukawe na nafasi ya kuingia tena katika ibada na kutoa ile sadaka yako ili kaweze kukubalika. Watu wengi siku hizi wanatoa sadaka zao, wanatoa matoleo yao, na ile hali matoleo hayaja kubalika. Kwa sababu gani? Wamekataa kuwasamehe wenzao. Ndugu mtazamaji, asubuhi ya leo, moyo wako ukayeyuke na ukapende kumsamehe huyo ambaye amekukosea. Maana unapomsamehe, unamsamehe kwa maana Yesu alikusamehe. Unamsamehe kwa sababu unataka amani yako moyoni. Unamsamehe kwa sababu unataka kuwa huru kutoka katika yale mambo yamekufunga, kwa maana ulikosana naye. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu, wewe ni Mungu mwaminifu, wewe ni Mungu wa msamaha. Ulisema ya kwamba tutakapowasamehe wenzetu
nawe Mungu wetu utatusamehe. Naomba asubuhi ya leo Baba ukamsaidie mpendwa mtazamaji akawe na nafasi ya kupatana na yule ambaye wamekosana Mungu wetu, ili wakaweze kusameheana. Maana watakaposameheana, neno lako linasema nawe utatusamehe, nawe utamsamehe ukiwa katika kiti cha enzi yako. Baba tusaidie, hatuwezi bila nguvu zako. Mnajua ya kwamba wakati mwingine kutoa msamaha ni jambo ngumu, lakini Roho wako Mtakatifu akitusaidia na neno lako likitusaidia Bwana, tutaweza kuwasamehe wenzetu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Kusamehe ni neno kubwa sana ambalo tumelifundishwa kwa siku ya leo. Juu ya kusamehe tumeweza na kuonyeshwa yale ambayo uletwa wakati ambapo ama uletwa na roho ya kusamehe. Tukajua kwamba Yesu aliweza na kutusamehe, nasi lazima tuwe na roho ya kusamehe. Tukaweza na kujua kwamba wakati ambapo tumesamehe wenzetu, watu napokea amani na watu nakuwa huru. Sijui umeweza na kukosewa na nani, sijui umeweza na kukosewa jinsi gani, lakini unajua wengi huumiza wengine. Lakini neno la Mwenyezi Mungu limetuambia kwamba lazima tuwe na roho ya kusamehe kama tumeweza na kuokoka. Je, hilo ambalo unahisi kwamba limekuwa ni kama ni mzigo, ukiona mwenzako unamuona kwamba alikukosea sana, tuwe na roho ya kusamehe ili tukawe huru. Tusije tukabeba watu siku baada ya nyingine. Tusije tukabeba watu mwaka baada wa mwingine. Hatutaweza na kuwa huru tukiwabeba. Achilia yoyote. Hata mengine yanaumiza, mengine ni mazito. Lakini tafuta tu, omba Roho Mtakatifu akaweze na kukusaidia ili uwe na moyo wa kusamehe, ukamsamehe. Hata kama yeye atakuona namna gani, msamehe na wewe uishi maisha tu ya Kikristo ili ukaweze na kuwa huru. Na kuwa huru. Tufuate sheria ya Mwenyezi Mungu. Kama tulisamehewe, nasi tuwe na roho ya kusamehe. Ninakutakia weekend njema, weekend ya baraka. Kuna wale ambao ndugu zetu, dada zetu wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, wakubwa na watoto wote ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Nawe mahali popote pale utaweza na kushinda. Mwenyezi Mungu akakutangulie, Mwenyezi Mungu na akakubariki, na sisi wote tukawe na roho ya kusamehe. Bye bye.